Karibu kwenye bando la wiki, taarifa za kweli kidogo lakini uongo bora nyingi sana. Mimi naitwa Evans Bukuku, ndio host wako. Leo tuna taarifa mbalimbali yakiwemo kabisa na wajumbe oye wajumbe watu wabaya sana unafiki nje wapo kwa ndio, lakini pia kuna taarifa mbalimbali. FBI ya Bongo, yani Bongo ije FBI yake, yani balaa hiyo. Lakini pia Kenya wameamua ya kwao, kwenye taarifa ambayo ni ya hapa majirani zetu hapa. Kenya wameamua kwamba wao wameongeza umri wa kuanza kunywa kilevi. Kuna watu wengine sasa hivi ni vilio hadi sasa hivi. Ni changamoto, tuwaombe ndugu zetu kutoka miaka 18 hadi 21. Lakini pia tutakuwa na sio muhanga lakini mtaalamu wa kupanda basi ya mwendo kasi. Kivipi mtaalamu wake? Kuna video yake moja imetrendi, tumeidaka hewani, lakini pia na yeye tumempata atuambie mawili matatu kuhusiana na hilo. Lakini tuna stand up comedy na mambo mengi kwa ajili yako. Kumbuka ni show ya kipekee sana, inaitwa Bando la Wiki, na mimi naitwa Evans Bukuku. Karibu sana. Yes, tukianza na taarifa za wajumbe oye sasa wajumbe bwana, wajumbe ni kama chawa lakini sio chawa. Maana hujui anaelekea wapi. Yeye anajua mwenyewe. Sasa mjumbe ameamua kabisa kwamba yeye ndio anasimama kati ya mtu kupata kura ama kutopata kura. Ni yeye tu. Watia nie wengi wameendea wajumbe wale. Afu wajumbe anakuambia mimi sikatai. Wanaingia kote fresh tu, wala hawana shida. Kama unavyoona wajumbe bwana ni watu ambao wanakula huku na huku. Sina maana hiyo. Sawa? Yeye anapokea, lakini ukienda kwa mchungaji kwamba akuombee, baadaye unaenda kwa mganga akupe msaada, afu mwisho wa siku unaishi kwa nani? Mjumbe. Utajua ujui. Sasa sisi kuna mtu ambaye aliamua kuwaweka wote pamoja ili kumaliza unafiki. Hebu tuangalie mambo yalivyokwenda. Habari. Kupoa. Tajua kama niko poa. Sogea hapa. Una hasira sana. Bado mmoja hajafika. Hebu pita huko. Usinishike hivyo na isisimua mizimu. Wewe. Sijui nianze na yupi, maana wote mnanichanganya. Wewe nianze na mchungaji ili kwaje? Unajua labda nikwambie kabla hatujaendelea na mambo mengine. Uwezi ukachezea timu mbili, yani Simba na Yanga. Hata maandiko yanasema ukitaka kuwa baridi, kuwa baridi. Ukitaka kuwa moto, kuwa moto. Wewe upo katikati, vugu. Na ndio maana nilipoingia kwenye maombi ya tunatiki, nikaona giza. Na ndio maana matokeo yamekuwa giza. Unacheza na mimi. Usinifanye huu, imekuwaje? Kama alivyosema mtumishi wa Mungu. Kwanza mtumishi wa Mungu, shalom. Zatangia jana mtumishi. Nzuri kabisa. Unajua huyu hapa hata mimi nilikuwa huko zamani. Ni mwenzangu huyu katika ulimwengu. Msiniletee wenzangu, mmekutana hapa. Imekuwaje? Nilikuja kwako Kilingeni. Tukachinja. Bata tumechinja. Kuku tumechinja. Nguruwe hakuna ambacho hatujachinja. Imekuwaje? Sogea hapa. So bibi, nikwambia imekuwaje? Unamjua yule mwanamuziki alisema mchanganyo huo umechanganya makemikali na mizimu imechanganyikiwa, badala ya kutiki kwako imetiki kwa mtu. Unajua nishapoteza gharama nyingi na jimbo nimelikosa, nimepoteza. Sio wewe uliopoteza, hata mimi nimepoteza. Kuna mizimu minne imepotea. Kwa sasa hivi kazi haziendi, ninaukiwa. Mganga jiangalie mganga. Hebu sogea kwanza. Wewe sasa ambaye nakumudu, imekuwaje? Ulinihakikishia mtatiki. Ela nimetuma. Sawa nini kimekuwa kimefanya mpaka mimi sasa hizi niko hapa tunaanza kuvutana? Sikilize, mambo haya nakupaniki madevu. Inabidi tutulie. Tulikuwa wengi, tulikuwa kama 30. Umeelewa? Sasa pale issue ilikuwa kwenye kutoa. Wewe umetuma hela vizuri. Tumekwambia tuma buku ya kutolea. Tumekaa kwenye banda video masaa 5. Yaani nimewatumia almost milioni 30 buku ya kutolea, mnashindwa kufanya jambo la maana. Wewe unaona sawa hiyo? Haiko sawa madevu. Haiko sawa. So haiko sawa. Sasa sikiliza, nyie wawili nashindwa kuamudu. Nyie ni watu wa rohoni. Nitakuja kwenye wewe, nitakuja kanisani kwako, wewe nitakuja Kilingeni. Wewe nitafidia. Sisi wenyewe umetuchanganya madevu. Sio nimekuchanganya. Jina lako tulioni. Kwanza tumekuta umenyoa madevu kwenye picha.
Sasa hivi tunakwenda kula madevu. Umetuchanganya. Kumbe umeenda kwa mganga bwana. Haiwezekani. Wewe sasa hivi unaniambia ulijui jina langu? Wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Unijui? Jina lako nani? Mjomba unijui? Umetuchanganya kwa mganga, umeitwa nani wewe? Mimi sikujui kwanza. Sikujui kabisa. Wewe unacheza. Sasa sikiliza. Mtapata fidia vitu ambavyo vimeshatumia gharama. Nachukua hii na hii miwani kwanza napita nayo. Hii ya ulisi. Hakuna cha ulisi. Hakuna ya nchi. Ya nchi baba. Utajua huko. Twende. Utatoa kila kitu na kuvua unabaki kama ulivyokuja duniani. Madevu. Mimi sikujui kwanza wewe nani? Wila kwambia ni kila mmoja anatupa pasi mwenzie. Yaani ushindi. Mjumbe ni mjumbe tu yani. Mjumbe ndio mbongo na mbongo anakusikilizia wewe unataka kuelekea wapi. Na ndio maana ukimuuliza Mtanzania, wewe ni nani? Atakujibu, nani mimi? Anakusikilizia kama mtu mmoja huko ndani. Hivyo hivyo. Na kwenye story ya pili, nafikiri wengi tumeangalia masuala ya FBI kwenye movies, kwenye series. Watu wanaonekana ni matatu, wako serious sana. Wanajua kazi yao, wana mavazi, vifaa maalum, na wao wakiingia ujue polisi wa kawaida wameshindwa, FBI ndio wametake over. Na ndio maana yeye na polisi mara nyingi kama haelewani hivi. Sasa Tanzania hii inaonekana kabisa tunakaribia kupata National Bureau of Investigation kama FBI ya Bongo. Ambaye huyu mtu bwana achana DCI, achana IGP, wao ndio wako juu. Wakiona kuna yani taasisi huru ya kupeleleza makosa ya jinai. Kwa hiyo hapo pata picha sasa, wao umeingia front. Yaani hamna polisi kuambia chochote kile, maana wao ndio wako juu. Wanachukua maagizo toka mmoja huko juu kabisa. Utamueleza nini? Ila bwana kikubwa ni kwamba kuna mtu mmoja alicomment akasema bwana tunaomba. Yaani taasisi kija hizo hela ziende kote kote sawa sawa. Yaani anayopata pesa mfanyakazi, lakini hata kama kuna farasi au mbwa nao wapate kidogo mgao wao. Maana wakila sana wakubwa watashindwa kuwa kama watashindwa kuwa kama vile yule ambaye yuko ana njaa zake. Mbwa anapaswa kuwa na haki zake. Na ndio maana sisi kama Tanzania tulifanikisha kuzalisha wanajeshi wa kipanya. Maana alimetisha. Changamoto ya bosi anakula peke yake. Bosi unapaswa kugawanyisha hadi kwa wenzako wote, hata kama ni wanyama. Lakini sisi hapa tulifanikisha kukuza wanajeshi wa panya. Umeenda kutegua mabomu huko mbali huko. Na wengine wamepewa mpaka maranks zao. Panya kabisa. Na mwingine mpaka alifariki dunia. Hakufa, alifariki dunia. Alikuwa na heshima zake. Panya magawa. Alikuwa na ranking yake. Imagine wewe hujapanda ndege, panya kapanda. Na panya haendi kwenye sehemu ya mizigo. Yeye anakula champagne fresh. Anapewa jimu. Mambo safi. Kwa hiyo bwana FBI Bongo. Hebu tupate picha yani ni kwa FBI imekuja hapa Kibongo kweli? Si ingekuaje? Maana pata picha. Wewe ni mpelelezi. Una taarifa ya nyeti sana. Alafu Mungu mpelekee bosi wako. Alafu bosi wako anakuambia, "Oya. Mbona kama huyu mtu anafahamika?" Ngoja tuangalie kwanza. Mkuu. Vipi? Safi. Mbona huku tena mazingira tofauti na ya ofisi? Usijali. Hii ni sehemu sahihi kabisa. Unajua hivi vitu vya protocol lazima tutafute sehemu kidogo nzuri. Okay. Bwana Matopola. Tufuate protocol bwana. Nini unachokifanya? Unafanya uzembe ambao mimi sihitaji ufanyike. Mheshimiwa anahitaji hii kazi ikamilike. Mimi na wewe tunajilei wapi? Na sosi ni wewe ujue. Nahitaji uchunguzi, ni nini kinachoendelea. Nipe taarifa ya uchunguzi. Nipe ripoti. Mkuu, ripoti ya uchunguzi ishakamilika. Ripoti yote ipo ndani. Hii hapa. Hii ndo ripoti ya uchunguzi. Kila kitu kipo humu ndani mkuu. Na fingerprint zinasema za nani? Fingerprint zinaonyesha mhusika mkuu wa hili tukio la ugaidi wewe mkuu. Nauliza fingerprint, naona hatujaelewana hapa. Fingerprint. Nimekuelewa mkuu. Fingerprint mhusika mkuu ni wewe mkuu. Okay. Kuna kopi? Hapana, sina, ni hii tu. Sawa. Na kingine ni nani anaijua
Ni mimi tu mkuu, hakuna mwingine anayejua. Ni wewe. Kwa hilo ongera. Unajua hivi vitu vinahitaji secret. Yeah, of course. Na kingine katika kazi kuna kazi. Ndiyo, na ukifanya kazi nzuri ni wajibu kupongezana, kupeana motisha. Motisha ili kweli ajue mkuu kafurahi ile kazi. Ungeendelea. Asante sana mkuu. Unajua kazi bila motisha inakuwa haiendi. Ni kweli kabisa. Kwa sababu hii kazi mkuu sijafanya peke yangu. Ndio. Wewe ndio ulikuwa bosi wangu unanisimamia. Si vema hizi sifa nizichukue mimi peke yangu. Hivi kidogo na wewe upate kama motisha. Mimi nilianza hapa. Imebaki. Sasa hivi tunapongezana tukiwa wawili mkuu. Sasa nakuwa kama najaza tu mtu. Hapana mkuu. Mimi nilikuwa bado sijafika. Sasa. Mkuu nani? Ni mkuu ni nani? Ni wewe mkuu. Kazi nzuri sana. Kazi. Tuege chasi. Mkuu naelekea, unaona moto. Wewe ndo mkuu. Mimi ndo mkuu. Wewe ndo mkuu. Unajua. Hizi glasi nimezipenda. Na baridi. Au yako fanya hivi. Maana yangu mimi ya baridi sana. Nakuamini mkuu, mimi nakuamini. Naona kama chazi. Au kwa kazi nzuri. Ni kunyweshe wewe labda. Mimi nikunyweshe mkuu. Sio wewe? Mimi nikunyweshe. Hamna bwana. Umeona? Yaani ukisikia mbwa kala mbwa ni hapo. Ngoma draw. Mambo hayaendi. Utafanyaje? Siku hizi watu wajanja bana, tunajua kuishi. Sisi ndio sera zetu. Nasemaga Deo. Sera zetu ni kuishi. Kama kuishi huku fresh kabisa. Maisha yanasonga. Tuhamie sasa katika majirani zetu nchi ya Kenya, Jamhuri ya Kenya, ambao sisi tunaita mashemeji. Mashemeji bwana, umeamua kwamba umri wa chini kunywa pombe sio tena miaka 18, ni miaka 21. Imagine mtu na birthday yake miaka 17 na siku 364. Alafu niwafikia birthday yake, happy birthday to you. Na miaka mingapi? 18. Sasa naruhusiwa kupiga kura, naruhusiwa kunywa pombe. Anakuwa bado miaka 3. Kwa nini? Umekataza. Sasa miaka 3. Kwanza ulikuwa tayari umeshaanza kuibia. Sasa unasubiri miaka 3, utasubiri? Ni ngumu. Ni ngumu. Yaani lazima uende uombe kabisa maisha mambo yafanyike angalau uweze kuona faida ya kunywa pombe hiyo. Au sio? Sasa inafikia stage mtu mmoja Bongo tunajua kuishi. Utakachofanya sasa ni hivi. Unaenda pale boda pale. Una miaka 18. Usiuko Kenya. Unavuka pale boda, unaenda kulewa Tanzania. Ukishalewa unarudi huku Kenya. Vipi mzee? Kuna shida gani? Wewe una umri gani? 18. Na umelewa wapi? Nimelewa Tanzania. Sina kosa. Sina makosa afande. Lakini faida yake nyingine pia, kumbuka huku Tanzania mirungi ni makosa pia, kosa jinai. Kwa hiyo na wakula mirungi Tanzania wanaenda Kenya. Wanapishana boda. Unaenda pande gani? Mimi naenda pande ya Kenya kula mirungi. Naenda kuja huko kunywa pombe. Hadi mbaya. Issue ni kwa yule mtu aliyekaa katikati. Aende wapi? Hao ndio wamefika. Hebu tuangalie. Gai. Hii gavo yetu inadili na vitu peti. Sasa hiyo wamekuja kutuambia yote hatutaki kukata maji. Eti paka ufikishe 21 years. Ni kitu gani hiyo? Imebidi nikuwe creative sasa. Nimekuja hii boda ndio maana unaona miguu yangu nimekaa kama atizi. Wakati nitakiwa nikae attention. Nimekuja hii boda ili nipate makitu. Kwa TZ nyie mtu anaweza akanywa maji. Hata kama hajatani 28. Hiyo niliambiwa na rafiki yangu yuko huko. Lakini kwa hii ukija KE unaruhusiwa kula hii veve. Ndio maana nimeshikilia mkono mmoja niko na veve na huu mkono mwingine nimeshikilia hii mma. Sababu kule kwetu KE haturuhusiwi kunywa maji paka utani 21.
So nimekuja hii boda hapa. Hapa ni boda. Saidi hii ni KE, saidi hii ni TZ. Kwa hiyo hapa napata maji, nikishiba narudi zangu KE, naenda kusleep. Na hata kama nikienda Kudoro Karawa hizi nishika. Kwa sija kunywea huko TZ, sija kunywea KE, nimekunywea zangu TZ. Na ndio maana niko hapa na hii mrungi. Ngoja niwaambie kakitu. Ukiona kula hii mrungi, kakitu kako kanakuwa na nguvu, kanakuwa ni pawa mabula. Ndio mimi naendelea kuchanja. Alafu sasa hii wa TZ niwaambie kitu. Msijaribu kuja kutuiga sisi majenzi. Mkataka kuleta noma kwenye hiyo election yenu ambayo inaenda kufanyika sijui ni Oktoba. Simpitishe hiyo Mama Samia. Guy, mpeni mitano tena. Ila huku kwetu sisi KE, Ruto must go. Akwende zake, aende na mambo yake, atuachie country yetu. Kwani ukiangalia ni nini amefanya sasa hii? Ni nini kitu kingine amebadilisha ambayo gavo ya Moi, gavo ya yule aliyepita alikuwa hajafanya? Yeye hajaongeza chochote. Atuachie country yetu, lakini nyie sasa hiyo Oktoba mpeni Mama Samia mitano tena. Mpitisheni, sikazi na utu. Gai. Oktoba mnatiki. Wacha nikwende. Sasa naenda wapi huku? Ngoja nimalize kwanza kwa kinywaji alafu nigeuke. Mimi ndio maana Bongo bwana, Bongo lazima wasifie. Yaani najibu ya kila kitu mradi tuishi. Mradi tuishi. Mtu kasimama kati hivi kama yule mstari wa equator. Amekaa hapa. Au sio? Na anafaidika kila kitu hapo kisa huku hayupo. Kama vile wajumbe. Wajumbe, oye! Mwangalie hivyo mwenyewe anaona mtata hivi. Sasa Chief salama. Salama. Mambo vipi? Safi kabisa. Bwana, tumeona ile video ukiwa umepanda juu ya mwendo kasi. Labda nikuulize swali kwanza kabisa, kitu gani kilikufanya hadi upande pale juu? Labda niweza nikawa nawakilisha watu ambao hawajapata hiyo nafasi ya kupanda kukaa juu. Unajua nilikuwa naangalia namna gani ya kufanya utalii. Niweze kuangalia jiji la Dar es Salaam, na ukizingatia pale Ubungo kuna duka jipya limefunguliwa. Sasa sikubahatika kuingia ndani, kwa hiyo nikawa nimekaa juu. Lakini sababu ya msingi na sababu kuu ambayo naweza nikawaambia Watanzania kama hawatairekodi, naweza nikasema kutokana na vyakula ninavyokula. Hebu tuambie, una uzoefu kupanda mwendo kasi? Uzoefu ninao, na nilikuwa nakwambia kwamba ukiangalia hii video ya waliogombea mwendokasi juzi hapa, ziko nyingi. Ila kuna hii recent ambayo ndugu yangu amevaa t-shirt nyekundu. Aliingia kwa dirishani. Ndiyo. Sasa kuna mtu alikuwa anamfuata nyuma yake, akakutana na jambo. Yule mtu anaendelea vizuri, lakini ndio hivyo wanajaribu kumfanyia kama unavyosikia wanafanyaga blood transfusion. Wenyewe wanajaribu kumkamua kutoa ile hewa sasa. Kwa hiyo kama nuclear. Kwani mnakula nini? Naruhusiwa kusema? Sema. Kama leo asubuhi nimepata mchemsho wa ngozi ya mbwa. Imechemshwa tu vizuri. Wewe ni mtu wa Iringa? Upande wa mama. Sasa hivi vitu mnavyokulaga? Uone kama baadaye hata ukikaa bahati mbaya unakaa na mwenzi wako au umesinzia sebuleni, uone kama unaweza hali hatari kwa ndugu zako? Mara nyingi ninapokaa si kama hapa. Nyie ndio mnachukua tahadhari, sio mimi. Kwa hiyo na immunity. Yaani wewe haikudhuru. Mimi hainidhuru, ndio maana hata kabla ya kuja kwenye kipindi hapa niliuliza kuna AC ya kutosha, mkaniambia ni uhakika. Kwa hiyo kama likitokea nyie ndio mtakuwa na majibu ya kujibu. Kweli kabisa. Hatari sana. Na because unajua issue nzuri ni kwamba tatizo ya mwendokasi inaenda kupungua sana kwa sababu basi tayari ziko njiani. Ndio. Yaani zishaondoka kule. Nikurekebishe samani. Sio ziko njiani, tayari yameingia Tanzania. Okay. Tunasubiria tu ruti tupewe, na wamesema, mimi niliwapendekeza wafunge vyoo na wafunge AC. Ikiwezekana iwe kibandawazi. Wakishindwa kufunga AC iwe kibandawazi. Kwa ajili ya watu kama wewe. Usinilenge sana mimi. Kwa sababu wewe hauwezekani huko peke yako. Mimi na jamii ya watu kama mimi. Mna group lenu la WhatsApp la watu ambao wanatembea na silaha? Siwezi kujibu moja kwa moja, labda tukuunge.
Mimi si kwenye grupu lenu. Ndio tunakuingiza mara moja, una experience afu unatoka unakuwa ambassador. Nashukuru kwa mwaliko. Okay. Nyinyi endeleeni tu. Because siku ambayo mkifanya mkutano, najua bila shaka pale kuna watu wengi labda hapa inawezekana usiwanyime watu fursa. Wapo hapa wanaotaka ni waunge, wanaweza wakaniona baada ya interview. Ndio maana mwenye kutaka kuungana na grupu yao, jamani, tafadhali utajiandikisha baadaye. Lakini tahadhari. Tahadhari kubwa kabisa. Muhimbili sio mbali sana. Labda niseme hivi kwamba kwa mtu ambaye sasa hivi atapanda mabasi haya mapya. Ndio. Hii route kwenda Mbagala, route nyingine kwenda hadi kule njia Madale hii hapa Bagamoyo Road. Sawa? Pamoja na hii hapa ya Kimara. Unamshauri nini ili tutunze basi zetu zenyewe? Afatishe sheria. Kwanza hakikisha kuna viti vya watu wenye mahitaji maalum, vile vitu viache. Lakini pia tunaenda na mfumo wa kadi. Hakikisha una kadi yako ambao utakuwa unalipia pale kuingia. Na la tatu sasa ni unizingatie mimi. Naweza nikageuka waone kichogo, maana mara nyingi wanaweza wakawa wananiangalia kwa nyuma wakanitambua. Usijichanganye. Maana ukijichanganya tutaonana tu kwa miladi hayo. Utakapopostiwa baada ya kukosa hewa, wenyewe wanasema kusuffocate. Na kwa mfano zingekuwa zina vioo kwa ndani. Nimewajaribu kuwashauri waweke vioo, lakini waangalie ventilation. Ili maana unajua choo ukizuia ile hewa, wenyewe wanasema contamination, ambayo itapelekea some fusion, ambayo ukiangalia kama ni vacuum, ambayo inatakiwa kudisi. Ile neno la kitaalamu sana. Kudisi hiyo kama unataka kuidisi. Yaani kuitenganisha. Okay. Ambayo itapelekea sasa mzunguko wa hewa usiwe mkubwa sana ndani. Kwa hiyo hewa ya ndani iwe ni ndogo kuliko hewa ya nje, ili pressure, ule mgandamizo usije ukapata kupelekea combustion chamber ikabust na vitu kama hivyo. Hapa nadhani wataalamu wananielewa. Wewe kidogo naona inakupa ukakasi. Sielewa kabisa. Unajua kuwa mjumbe kweli? Hapana. Sasa nafikiri itakufaa. Anyway, basi mimi nashukuru. Labda neno la mwisho. Tuendelee kula, tuendelee kupumua. Ni hayo kwa sasa, na pia niwashukuru Bando la Wiki kwa kuendelea kunileta hapa na watu wanaendelea kupata taarifa. Asante sana. Huyo alikuwa ndio Kimara's finest, mtu aliyepanda juu ya mwendo kasi, ataandikwa kwenye historia kama mwehu fulani ambaye anatoa vibomu kwa kwenda mbele. Tumpige makofi jamani tafadhali. Pige makofi. Asante. Nashukuru, tutarudi baada ya muda mfupi kwa ajili ya masuala ya kupata stand up comedy. Sasa hivi hapa. Karibu tena kwenye Bando la Wiki. Kabla hatujamaliza kabisa, lazima kwanza tuangalie kitu kinaitwa stand up comedy. Kuna watu wenye vipaji wengi sana, lakini huyu ni mtu ambaye mwaka jana tu alikuwa Afrika Kusini akichekesha kwa lugha ya Kiingereza. English, au niseme English maana Kiingereza chenyewe kiko loading. Lakini leo hii yuko kwa ajili ya kufurahisha. Mko tayari kumpokea jamani? Tumpige makofi tafadhali. Anaitwa Pepe. Aha. Jamani za saizi. Kama mpo watu jamani za saizi. Tuko poa. Issue ni kumchekesha mtu, na kulingana na mazingira tulivyo nayo sasa hivi kila mtu anavurugwa. Alafu mwambie umchekeshe. Wewe unajua sasa hivi unaweza ukamkuta amepiga suti kama kaka. Piga suti nzuri ipo njiani lakini anaongea peke yake. Neno la mwisho unasikia mkopo. Unajiuliza umwamba vipi? Kavurugwa. Sasa hata hao, achana na hao watu wa suti. Kuna wale watu ambao wanaovurugwa. Unajua wanaishi sehemu ambayo sio kama wao wanapoishi kwenye vyoo vya kuflashi. Kuna vyoo vya shimo. Alafu unakuta mtu amevurugwa. Hasa hii ipo kwa wanaume. Amevurugwa anaenda chooni. Kojoa hivi chooni. Anamwona mende. Mende anapita na zake.
anaona mshenzi huyu mkojo hauwezi kuisha hivi hivi, anamlenga mshenzi, anambidua na mkojo. Hasa mimi nikakukosea nini? Menda anapita na zake, ana mambo yake, wewe tena unataka kumkomoa, maana yake nini? Tumevurugwa na usiombea kukute. Tumeongea hapa issue ya panya hapa. Panya anaitwa panya nani? Magawa. Panya Magawa. Panya Magawa anaishi vizuri, alikuwa analipwa mshahara. Na sijajua mshahara ule unaenda wapi. Amestaafu. Amekufa. Mshahara ulienda wapi? Ule mshahara ulikuwa unalipwa watoto wake. Panya amekufa, hana mpenzi. Mbona unashtuka? Au ulikuwa unamjua mpenzi wake panya? Panya alikuwa anatulia, anategua bomu. Yule panya si katokea wapi? Sio panya watandika. Mimi na wasiwasi yule panya, kuna sema ametoka, sema amechakuchuliwa tu. Naomba hiyo msilikodi. Vitu vya serikali. Au panya wa Magawa ametoka wapi? Vietnam. Wanajeshi. Na mimi sina ugomvi na wanajeshi. Hakuna watu naoheshimu kama wanajeshi. Na hata hivyo panya ni mstaarabu sana. Na huyu panya sio kama panya wengine. Na hivi vitu vinaongeka hapa naomba vieditiwe. Tafadhali visirushwe. So panya wa Mbagala. Hivi unamjua panya wa Mbagala eti mwambie ategue bomu. Panya wa Mbagala anakuletea bomu. Yule Magawa kategua kayatupa, panya Mbagala anakuletea na kuweka kwenye draw. Sasa unapofungua tu nayo. So panya unaweza ukakaa na panya ana misili yake fulani hivi ambayo wewe mwenyewe ukimwona unaona kama anazingua. Panya anaweza akakaa ndani kimya atulii, ila wakija wageni. Afu wale wageni ukiwa sasa unawatambulisha. Huyu mama mdogo, panya iko juu anakusikilizia. Huyu Asha, huyu ndio mtoto wetu wa mwisho. Mmetulia sasa. Panya anasema mnijui, anatega pale, anapita katikati. Anasema na mimi nimo. Sasa anaweza kakaa kule anacheka. Unajua panya naye anacheka. Anaona kama mmemtambua sasa. Sasa nilisema usombea aliyokukuta. Mimi amenikuta, nilikaa nyumbani. Na ukikaa kwenu kama kuna panya sana, usipende kukaa sehemu ambayo labda kwenye nini, tiles ama kapeti, alafu umevaa msuli au taulo. Sasa mimi siku hiyo nimevaa taulo, alafu ndani na maparachichi, sijavaa chochote. Nimejiachia hivi, nasoma kitabu. Panya sasa, panya ni akiona sehemu umetulia naye anataka sifa. Panya analenda. Kacheza kule. Sasa anatafuta njia. Kapita. Sasa ile nataka ni bane hapa. Nimemkuta kashaingia. Anakaribia kwenye mstari wa ikweta. Panya anatafuta shimo. Anajua ile shimo lake. Na ananiambia mimi kihisia, anamwambia hili shimo sio lako. Panya anang'ang'ania tu. Nikasema panya atanisumbua. Ikabidi nimbane kwenye mstari wa ikweta. Nasikia nikamwacha mbaya. Wewe kuweza, hata wewe ungeweza. Panya ana matatizo. Panya ana matatizo. Hivi vitu kuna wengine kama hawajui hivi vitu. Dada kwenu hamna panya? Wapo? Dada, unamjua panya? Kaka, humjui? Muongo. Watu kama hawa ndo wanaua kinoma. Wewe panya, Tanzania hii panya usimjue wewe. Unaishi wapi wewe? Wakishua. Hata Wakishua nimeenda sehemu moja Mikocheni, kuna vipanya vyeupe. Hapo Wakishua panya wao weupe wazuri hivi. Wanakula baga. Hawali suruali. So panya huko wanafanya visasi. Yaani huku ukiua panya mmoja wanakula suruali moja. Ukiua panya wawili, suruali mbili. Wewe mwenyewe utawaacha. Wanaona kama utakabifu. Panya watatu sasa wanakuja wanakula hapa. Awali hapa tutapiga bukta.
wanachana hapa na suruali zile za Karume. Unajua suruali za Karume? Suruali za Karume sometimes unazikuta nguo nzuri lakini inawekwa nyuzi moja. Sio anashonaga nani? Sasa ukiona kinyuzi kimechomoka, acha shobo, usichomoe. Usivute. Kiache kama kilivyo. Wewe jifanye mambo mengi tu unaondoka nayo hivi. Umevaa suruali unajikuta una sketi. Nyuzi yote imetoka. Hatari. Sombea kukute. Haya mambo unajua sometimes unaenda sehemu unakuta kitu kingine ambacho huwezi kuamini. Mimi kuna kipindi nilikuwa natumia Instagram. Kipindi hicho Instagram inaanza kutoka. Sasa nilivyotumia Instagram kuna kipengele kikaja Instagram live. Sasa mimi imenikuta ile simu nachezea niko toilet, chooni. Nishavua nguo zote nataka nikoge. Sasa nikaingia Insta live. Naona najiona. Mbona nikasema hii simu vipi? Mbona message watu nikasema hebu ngoja niweke niendelee kutulia kupiga mzigo. Ndio naona message inaenda. Ndio hapo mwana. Nikasema watu wanatoka wapi? Kumbe mzigo unauza dunia nzima. Kenya wapi mzigo linaenda? Ndio. Nikasema ngoja nichukue kopo. Na angalia nasikia message inaenda. Nikasema ninarudi tena. Nikaona Antania mimi nikasema hapo weka mzigo. Nikainuka shusha. Nikaona ngoja nijue ndo mimi au sio. Nikamwambia wanaitwa bebe, asanteni sana. Kabla sijazungumza kuhusu neno la leo, lazima niseme kwamba kama unatamani sana kuhudhuria Punchline, hii show ya stand up comedy, basi fuata maagizo, tufollow sisi hapa @TZPunchline na @bando la wiki, upate kujishindia wewe tiketi pamoja na mwenzi wako kabisa, rafiki yako, ndugu yako, shosti wako, mje mcheke, mfurahi, mwishi maisha marefu hapo the Punchline Masaki. Lakini pia kama unatamani sana, una maoni yako, namba yetu iko hapo kwenye, nafikia hapo chini hapa, 0761 800 500, upate kutuambia kuhusiana na maoni kuhusu kipindi na topic zipi tuziangazie ili tuzitengenezee bonge la kitu fulani amazing kwa ajili yako. Na neno la leo linasema hivi: dereva, endesha taratibu, utakufa utuachie mkeo. Aliandika hii hajatulia kabisa. Sio mimi. Mimi ni mjumbe, si mjumbe yule. Mjumbe wa au si jamani. Asante sana kwa kuhudhuria bando la wiki. Ni mimi hapa Evans Bukuku, hadi siku nyingine, muda kama huu, jukwaa kama hili, upate kufurahia. Kumbuka bando la wiki, yani uongo kibao, afu kweli kwa mbali. Shukrani sana, barikiwe. Unajua ile kelele inaamsha mtu. Because wanakwambia ile ni physics. Because ile gas itoka kwenye upepo, itoka kwenye mstari wa equator, lazima igonge ukuta hivi. Ili kugonga ukuta ile ndio ile kakakakakaka. Au sio? Ndio parapanda zitalia. Papa. Ili uepukane na kugonga kwa upepo kwenye mstari wa equator, sawa? Ila mimi na siri yangu moja hivi. Unasikia kama umeoa hivi. Nani hapa labda ameoa, ameolewa? Nani ana boyfriend na girlfriend hapa? Kwa nyinyi ni wale watu ambao nyinyi ndio wajumbe. Sio wakanyuka. Unaenda kuandika notes. Sasa kikubwa ni hivi.